Mchambuzi wa siasa za kimataifa. Tupo katika global stage na tunaziangalia siasa za kimataifa. Mengi yanajiri. Migogoro ni mingi. Vita ni vikubwa. Pande zote zikishindana. Marekani akiwa katika mazoezi makali. Mchina akiwa katika mazoezi makali. Mfaransa naye akizidi kuimarisha jeshi lake kwa kuita vijana kuweza kujiandaa na kuweka sheria za lazima. Ukienda pia ukitazama Uingereza naye imekuwa ni lazima sasa kuweza kuita vijana jeshini. Na hata hivyo tukiangalia budget za defense sasa zimezidi kuongezeka. Ukiangalia Marekani imezidi kudouble, NATO imezidi kudouble budget. China imezidi kudouble na silaha mpya zimekuwa ni nyingi sana. Tukiangalia stealth capability, tumeona Iran ikishambuliwa. Tumeona Israeli akishambulia Iran pia. Tumeona Venezuela ikishambuliwa. Lakini hivi vyote vilikuwa vina mifumo ya hali ya juu sana ikiongozwa na S-300. Kwa nini S-300 imeshindwa wakati itakiwa idungue mifumo yote nje ya dunia, lakini kwa sasa imezidiwa? Na maana mifumo ya rada imepitwa na wakati. Hii vita iko katika hatua gani sasa? Nachozungumzia sio vita, nazungumzia uwezo wa vita, fighting tools. Sababu tunaona kwamba bila teknolojia katika ulimwengu wa sasa, wewe sio mshindani katika vita, umetupwa nje. Lakini je, katika haya yalikuwa yametokea, ni uwezo wa kijeshi peke yake ama ni uwezo wa teknolojia peke yake? Namna gani unaweza ukapenya rada za mpinzani wako na kuweza kuingia na kupiga namna unavyotaka? Tumeiona Venezuela, tumeiona Irani, tumeiona Pakistan wakati anaenda kuchukuliwa Osama bin Laden. Kote kule kuna ulinzi mkali sana wa rada, lakini pamepita na pasipokuwa na majeruhi hata mmoja. Kuna nini kilichoficha kati ya nyuma yake? Ni stealth capability, ambapo mifumo ya sasa inakuwa hainajificha kabisa na kuweza kutupiliwa mbali nje ya rada, kutokuonekana kabisa. Kwa hiyo hata target zimekuwa ni so easy wiped out. Na tunachokiona kwa sasa katika siasa za kimataifa, tunaona kwamba tunaenda katika majibiano ya nguvu ya kijeshi, ambapo sasa tumeona CIA na jeshi la Marekani ndio limewekwa kuwa ni wizara ya vita. Tunaona kwamba sasa ndio zinazoongoza sera za Marekani, kwa maana kwamba mwenye nguvu mpishe. Nani atakuwa wa kwanza kubishana na Marekani? Washirika wa Urusi mpaka sasa wamekuwa katika kitisho kikubwa. Tumeona Venezuela imeshambuliwa na sasa tumesikia Cuba na yenyewe inatishwa kwamba itaenda kuvamiwa. Na tukumbuke mwaka 60 wa enzi Fidel Castro, pale ndio tulikuwa tunasubiri brink of nuclear warfare, kwa maana ya kwamba nuclear missiles zilizokuwa attached katika Cuba ndizo zilizopeleka Cold War na kumalizika mwaka 89. Ule mfumo umeondoka sasa. Tunarudi katika Cold War mpya, but this time haitakuwa Cold War. Hii itakuwa ni vita fupi zaidi, kwa sababu itakuwa ni nuclear warfare. Hatujui nani will strike first. First responder inaonekana iko wazi, kwa maana ya kwamba preemptive nuclear strike. That's what we are expecting here. Now the Democrat Party is unleashing socialism right within our own beautiful country. Today we proclaim that America will never be a socialist or communist country, and I'm going to add that word, or communist. Mr. Trump ahadi zake anaendelea kuzitekeleza alizoahidi wananchi wa Marekani katika kipindi cha kampeni. Na alichokuwa ameahidi kipindi kile ndicho anachokitekeleza kwa sasa. Hakuna anachokifanya nje ya kile, na vyote alivyoahidi hadharani kwamba atakausha mifereji yote, atawaloku, atawapeleka jela wahuni wote waliokuwa wanaingia katika mfumo wa deep state secret, ambapo ule sasa ndio ulikuwa unasababisha migogoro na kuwa vyanzo vya conspiracy mbalimbali za dunia. Tutakuja kuziangalia kwa kina hapo baadaye, lakini kwa sasa ambacho anakitekeleza Mr. Trump ni kufuata kile ambacho alikuwa amekiahidi katika kampeni zake. Cha kwanza ilikuwa ni kuongeza kiwango cha defense cha budget ya ulinzi, ambapo almost 50%. Na ile budget ya ulinzi ni kwamba unaweza kujiuliza fedha alikuwa anatoa wapi? Ni kwamba amekata misaada yote na kuirudisha ndani, kwa sababu alitumia hoja kwamba hawa pamoja na kuwapelekea misaada almost, ukija ukiangalia mpaka 2013 ilikuwa inatoka zaidi ya bilioni 25 kutoka katika corporation na personal na zile mashirika mbalimbali ambayo alikuwa anapeleka fedha katika Umoja wa Mataifa. Lakini bado ongezeko la migogoro ilikuwa inazidi kuongezeka na hakuna kilichokuwa kinachokuwa kinatatulika. Sasa ile imeonekana kwamba sio solution, na ule mfumo ulikuwa hauwasaidii watu pia, na mpaka sasa migogoro bado ipo, lakini na bado haiwasaidii pamoja na kukata pesa. Sasa tunapokuja katika hii kukata pesa huku na kuzipeleka katika mifumo yake ya ulinzi, tunaona kwamba alikuwa na hatua gani hasa, kwa sababu ukija ukiangalia katika ushindani wa soko la silaha, tunaona kwamba Urusi alikuwa ameenda katika research mbali sana na amewekeza katika silaha za hypersonic kwa muda mrefu sana, na ukija ukiangalia sasa hivi zimekuwa tested katika uwanja wa vita nchini Ukraine. Ukija ukiangalia ni juzi tu limepigwa Olshenik ambalo ni more powerful 10 times the speed of sound and light.
Sasa ile inapotumika pale wakati nchi za Ulaya zote hazina, ina maana kwamba anga la Ulaya yote limeshikiliwa sasa na Urusi, na Marekani mwenyewe yuko katika kitisho kikubwa. Ndio umeona ni hivi juzi tu wanaanza kuvuzana katika kuongeza maeneo mapya ya Greenland. I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about that. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Okay? Na pale Greenland wengi wasiokifahamu, ile ni eneo la kimkakati zaidi ya base iliyoundwa miaka ile ya Cold War, kwa sababu ule mfumo wa mwanzo ulikuwa unaruhusu kwa Greenland kukaa chini ya ulinzi wa Marekani, lakini iko chini ya Scandinavia. Lakini by meantime uwezo wa nyambizi za Urusi kupenya pale ni mkubwa pasipokuwa detected, na ni several times Urusi ameshafanya hizo nani. Tumesikia nyambizi zikionekana Denmark, zionekana na sehemu nyingine, na mpindi zinapokuja kutafutwa hazionekani tena. Sasa ule uwezo ambao ulikuwa nani na ule mlango bahari wa Greenland ni kwamba akipenya pale ni kazi rahisi kuishambulia Uingereza na Marekani kwenyewe, na ndio maana hata Marekani mwenyewe anasema kwamba hizi pwani zangu hizi zilizokuwa zimezunguka sasa hivi sio sehemu salama tena. Kwa hiyo katika namna yote lazima afanye counter maneuver kukaa pale mbele. Mfumo wake wa NORAD kwa sasa hauwezi ukawa na nini, kwa sababu ule ndio ulikuwa unashikilia mafumo ya makombora ya kutokea North Korea na baadhi ya maeneo ya Ulaya. Lakini sasa na wenyewe ile mifumo yake ni ya ballistic ambayo speed yake ni ndogo ukilinganisha na ile speed ambayo ipo katika mifumo ya makombora sasa ya Urusi ambayo ni Oceanic na several types. Na ukija ukiangalia mifumo yote ya jeshi la ulinzi la Urusi kwa sasa ni kwamba imekuwa modified, imepewa stealth capability, imekuwa ni fifth generation. Fifth generation ni kwamba lazima uwe na uwezo wa kujificha. Na ndio maana mwanzo nikatoa mfano mdogo kwamba ukija ukiangalia Venezuela, ukija ukiangalia Pakistani, ukija ukiangalia Irani, ni sehemu ambazo zina mifumo ambayo tukiachana na hiyo mengine iliyozoeleka. Cha kwanza mbele kabisa ilikuwa inalindwa na mifumo ya S-300 ambayo ilikuwa ni most advanced technology katika kipindi cha Cold War, ambapo ilikuwa na uwezo wa kupiga silaha yote ndani na nje ya dunia, ikiwemo hiyo mifumo ya ballistic na kila kitu. Sasa ile mifumo ambayo ilikuwa inatumika mwanzo, tumeona sasa hivi Marekani anaingia, na hii unaweza ukajiuliza imeingiaje? Imekuwa so rahisi, ni kazi rahisi tu. Uangalia vitu viwili tu, angalia F-35 au Raptor 22 ambazo ni ndege ambazo ni modern sasa ambazo zinaongezwa jeshi la Marekani kwa sasa, ukiachana na F-16 ambazo zimekuwa outdated na kuanza kupelekwa sehemu nyingine. Kwa hiyo ukija ukiangalia ule mfumo wa ndege ni kwamba hata ikija katika anga yako ni kwamba ile radar haioni wala haiwezi kasikia wala haiwezi kaisi chochote. Sasa ndio maana unakuta kila sehemu anapiga, anaingia, anatoka, anapiga, anaingia, anatoka. Hata kwa Mr. Maduro ni juzi tu amekuwa quiet, lakini kilichompata anakijua Mungu. Lakini kile kilichofanyika pale ni nguvu kubwa sana, ever existed and applied on the warfare by meantime. Na ndio maana tunasema kwamba vita vya sasa vinategemea zaidi technology kuliko nguvu ama wingi wa watu. Na sasa katika mazingira kama haya inampa Marekani uwezo wa kupigana na kuivamia sehemu yoyote pasipokuwa na kizuizi chochote. Katika dhana namna hii, kigezo kikubwa ambacho anazidi kukumbana nacho ni Urusi. Na Urusi sasa imekuwa advanced zaidi kuliko Marekani mwenyewe. Katika dhana hivi kwamba tunapoelekea katika ushindani wa silaha za nyuklia ambapo sasa ndio ulikuwepo sasa hivi, kwa sababu order ni preemptive. Nani atakuwa kwanza kushambulia? Ni wazi kwamba hawa wapo katika hali ya kutokuaminiana kwa muda mrefu sana. Na ni wazi kwamba magharibi huwa wanaamini kwamba siasa za ujamaa na hizi za Urusi zinazoongozwa na Urusi ambazo tunaita siasa za kina Lenin na kina Mao ni kwamba zenyewe zilikuja kuvuruga ustaarabu ambao unazunguzwa na freedom of speech, kwamba sanduku la kula wao ndio kiwe kigezo kwamba wewe kuongea na kuweza kumteua kiongozi. Lakini huku wenyewe wanadai maslahi ya umma ni bora zaidi kuliko maslahi ya mtu mmoja, na ndio maana mtu mmoja hata presidential term hawana, lakini tunamtarajia huyu mtu mmoja atoe maisha yake yote kwa ajili ya taifa, sio kujitajirisha mwenyewe. Na ndio kazi rahisi ukienda katika ulimwengu wa makomunisti, unakuta kiongozi kakaa miaka 20, miaka 30, miaka 40, lakini hawezi akaa na majengo makubwa ya kutisha barani Afrika, hawezi akaa na mahoteli makubwa ya kutisha barani Afrika. Ni kazi rahisi kumwangalia Nyerere, hana mali nyingi za kutisha. Ni kazi rahisi kumwangalia Mau, hana magorofa mengi ya kutisha. Acha na Nyerere, kazi rahisi kumwangalia Dr. Salim Ahmed Salim. Hatujasikia na lavish spending hapa Tanzania, lakini ukienda katika ulimwengu wa capitalist, kwa sababu msingi ni mtaji na kila kitu, ndio unakutana several billionaires hapo katika politics. Na kinachotofautisha hizi pande mbili, ukija ukiangalia ulimwengu wa communist ni kwamba wamejitahidi sana kuwatenga na mabilionea kuja kudominate politics zaidi ya kuwa ni wachangiaji na wafanyakazi wa taifa. Hata ukija ukiangalia kina Mao ni wajumbe wa chama cha CPC, lakini sio wanasiasa. Hata ukija Urusi, wale mabilionea wengi wa Urusi ni wajumbe wa chama kikuu cha Urusi, lakini sio wanasiasa.
Na ukija hata Tanzania wengi unakuta kwamba mabilionea wengi sawa ni mabilionea, lakini sio wanasiasa wala hawana mamlaka juu katika nchi. Na hii ukija ukiangalia ni sehemu nyingi katika communist, ukiachana na hivi karibuni ambapo sasa wameanza kujiingiza hasa huko Afrika. Lakini ukija ukiangalia kama China na kule ambako communist ulianzia, maslahi ya taifa ni bora zaidi kuliko maslahi ya mtu. Na hii imeleta usumbufu sana katika ulimwengu wa pande hizi mbili, kwa maana kwamba zimekuwa zikivutana kwa sababu kila mmoja imekuwa inaona ni ustaarabu uliokuwa nao ni lazima uende kaitawale dunia na huu mwingine unakuwa haufai. Katika ule mwaka 89 kudondoka kwa ukuta wa Berlin ambapo tulikuwa tunaushuhudia pale, tulikuja kusema sasa Cold War imekwisha, lakini by meantime Cold War imerudi, kwa sababu zile makubaliano ambayo walikubaliana miaka ya 90 ikiwemo ni kwa nchi za magharibi kuto kuongeza hatua hata moja kuelekea eastern to the Russian border, hii imekiukwa kwa sababu zile mamlaka zote, zile nchi zote ambazo zilikuwa ni washirika wa Urusi kipindi cha USSR wote wameingia katika kipindi kama taifa katika ujumbe wa NATO. Na ni hivi majuzi tu tumeona kwamba tangu Mr. Joe Biden amekuwa madarakani katika ule muhula wake, idadi ya wajumbe wa NATO na EU imeongezeka maradufu kuliko kipindi chote cha miaka ya mgogoro wa Cold War. Why now? Na kwa nini sasa hivi na sio kabla ya hapo? Na maana kwamba dunia ilikuwa inabadilisha ramani zake, na huko uliposogea ni mbali sana, na pale Urusi alishawaambia kwamba maslahi yangu yataingilia, nitajibu mapigo. Na maslahi ya Urusi ni yapi hasa? Na nasema kwa sababu maslahi kubwa tunasema kwamba labda tutalingia ni usalama, na kama tutakuwa tunalingia usalama, ina maana kwamba kama utamkaribisha majeshi ya kigeni ambao sasa hivi yanatakiwa aende kalinde amani Ukraine, ni kwamba unakuwa umetengeneza second front, ambayo hii second front unakuwa umezuia mifumo yote ya Urusi kuweza kuruka na unakuwa easy target within Russia yenyewe na kutokuleta impact kwingine. Na hilo ni kosa kubwa sana na lishapigwa marufuku siku nyingi sana, kwamba endapo mtasogea hapa na sisi tutakuwa katika move. Na mpaka sasa hivi wakati wanapewa warning, wakati majeshi ya Urusi zaidi ya 150,000 yanazunguka mwaka 2013-14 yanacheza nje ya mpaka wa Ukraine, na hakuna hata nchi moja, pamoja na kwamba aliandaa majeshi standby ya vikosi 5,000 watoka wamechangia kwa ajili ya kujibu endapo Urusi ingevamia, hawakusogea. Urusi alivyoingia amepiga na mpaka sasa hivi yuko. Na mpaka sasa hivi amemwambia kwamba warning iko kwamba jamani, hicho mnachokifanya sasa hivi hamtakiwi kuingia ndani ya Ukraine, na mimi nitabaki mashariki mwa Ukraine. Lakini endapo mtakuwa mnazidi kuleta silaha, nataka kufanya mabadiliko na kuingia mashariki mwa Ukraine, ina maana kwamba kuanzia sasa hivi na mimi sasa nitaanza kufanya mabadiliko ya kisiasa na kuitaka Ukraine yote ianze kuwa na uongozi mpya, ambapo hilo hajalifanya mpaka sasa. Na ndio maana tunaona kwamba siasa za Ukraine zinaendelea, lakini pamoja na kuendelea, West Ukraine bado ina utawala wake ambao inaongozwa na Mr. Zelensky. Lakini Zelensky anayeongoza ni nusu ya nchi, sio nchi kamili, kwa sababu yeye kuiongoza Ukraine inahitaji East Ukraine na West Ukraine ambapo zote zizigawanya katika mkataba wa Minsk. Sasa kama mkataba wa Minsk mmoja wapo ilikuwa ni kuondoa silaha nzito katika eneo la mapigano, tunaona usocialism upo katika maeneo tofauti na unakuwa katika maeneo tofauti. Kwa mfano, usocialism wa matatizo ya Afrika ni tofauti usocialism wa Ulaya, na ni tofauti na usocialism wa Asia, kwa sababu mazingira ni tofauti, watu ni tofauti na jamii ni tofauti. Na ndio maana usocialism sasa ukatakiwa uboreshwe, usocialism uendane na jamii husika, sio ule usocialism wa vijiji vya ujamaa ambao tulianza nao mwanzo, kwamba tunawatoa watu vijijini tuwaweke katika ili tupate wingi wa watu na kuwa na nguvu kazi ya kutosha, kwa sababu masocialist wengi walikuwa ni maskini, umoja wao ndio ulikuwa nguvu yao, kwa maana kwamba tunakusanya sehemu moja, itakuwa rahisi kuwapa huduma. Kama ni hospitali tunawekea sehemu moja, lakini hao wenyewe ndio wao wazalishaji mali, na ndio msingi mkubwa ulitegemea katika kilimo. Sasa katika mazingira kama hayo unakuta kwamba kama tunakuwa tunategemea hivyo, kuna sehemu zingine zina ukame, kuna sehemu zingine za matatizo tofauti. Kwa hiyo lazima tuwe na vyanzo tofauti vya uchumi ndani ya socialism japokuwa tunaufuata. Na ndio maana China alipokuja kuchanganya usocialism na capitalist, na ndipo sisi tukaweza kuingia hapo miaka 90, tukaja na sera za ruksa. Ukitaka kufanya biashara, ruksa. Ukitaka kununua gari, ruksa. Lakini mwanzo ulikuwa ukitaka kununua gari lazima ueleze wewe gari unanunua unataka una kazi nalo gani hasa? Unataka kulifanyia nini? Lina faida gani kwa taifa?
Unaona bwana, ili linatusaidiaje sisi kutuingizia uchumi? Pamoja ni la kwako na pesa ni ya kwako, lakini sawa, lazima utoe sababu za msingi na uombe kibali cha kununua. Sio sasa hivi tena kila kitu ni free tu kama anasa. Sasa tumetoka katika maisha hayo. Ndo sasa tunaita sasa huu jamaa mamboleo. Sasa ndo huu jamaa mamboleo tunakuwa na socialist kidogo na capitalist kidogo. Na tunapovuka hii stage sasa tunakuta sasa huu umeingia katika ushindani wa moja kwa moja na macapitalist, kwa sababu na wenyewe sasa wamekuwa na masoko ya hisa, na wamekuwa na mitaji mikubwa, na wenyewe kuwa na viwanda vikubwa. Na hapa sasa ndipo tunaona sasa katika ushindani wa biashara ambapo unakuwa sio fair and square. Katika dhana ipi? Kwamba tunaweka isolation kwa katika baadhi ya mataifa asifanye biashara na sisi, na wengine tunawatoza kodi kubwa. Lakini kwa kutumia msingi huu tunaona kwamba ulishatudondosha huko nyuma na kutoka katika Great Depression na hyperinflation. Tunaona kwamba ile trade inakuwa disturbed katika moja. Watu wanaenda kupoteza mitaji yao katika maana ya kwamba dola sasa hivi kadri inapopanda inapokuwa inashuka, tunaona kwamba ule mtaji unayumba pale. Kuna pesa inakuwa inapotea nyingi. Na dola sasa hivi ipo katika ushindani mkubwa kwa sababu Mr. Trump anaonekana kwamba ile dola imekuwa katika muda mrefu sana. China amefanya currency manipulation, yen inafanya currency yani yuan na yen zote zinafanya currency manipulation kwa maana hela ya China na Japan. Sasa soko kubwa linahamia kule upande wao na kutoka huko. Na ndio maana yule Trump anaziwekea huko, na mpaka sasa hivi anajaribu kumkazania mkuu wa benki Federal Reserve pale naye akate zile interest ili aweze kuingia ushindani, soko lirudi Marekani. Na hii sasa ubaya wake sasa yule Federal mpaka Trump anamwambia huyo simpendi kwa sababu hafanyi kazi nzuri. Na yule jamaa amegoma kushusha interest rate kwa sababu ya sheria zake zinazomuongoza. Sasa tunaona kwamba chuki na Trump na yule kwa sababu anazidi kumuondoa katika mipango yake. Na hii tunapokuja kuliona sasa katika kama huyu anashusha currency, huyu anapandisha currency, huku tunaweka biashara, tunaona kwamba sasa tunaenda katika ushindani ambao mara ya mwisho tulikuwa tunaviona hivi vita katika Napoleon tulikuwa tunaziita ile Napoleonic Wars, kwamba sasa tunatakiwa mwenye nguvu sasa ndo anakuwa na maamuzi yote ya biashara na ndo biashara zije. Sasa hatupo katika kipindi hicho tena kwamba sasa wewe una makoloni na nini unaweza kaenda. Hata ule mfumo wa makoloni peke yake bado ulishindwa kufeli, ulienda ukafeli kwa sababu yale maeneo yote ambayo alikuwa anapeleka biashara katika colony masters wale wote pia na yeye, kwa nini mbona alikuja alidondoka na wateja wote mnao na vyote bidhaa zote mnawapelekea nyinyi, lakini bado industrial revolution ipo katika level nyingine, na kwa maana ya kwamba wale ambao tulikuwa tunawatarajia waje wanufaike katika masoko ya viwanda wapo nje ya viwanda vyenyewe, kwa maana wamezibitupiliwa mbali na technology. Kwa force industrial revolution imekuwa replace hao watu wote, labda mpaka sasa hivi kiwanda ambacho kilikuwa kinaajiri watu 10,000 kinaajiri watu 200 300 tu, ambapo wao wengine unawapeleka wapi sasa? Kigezo kikubwa tulikuwa tunasema hatuna wasomi. Wasomi hawa ni wengi zaidi, hawana uwezo wa kushindana na teknolojia. Sio kweli, space imekuwa ni ndogo. Kwa hiyo living space ndio tunayogombania sasa hivi, kuweka mkate tumboni. Sasa hawa wananchi kama hawana uchumi mzuri, unawatawala vipi? Unawapeleka wapi? Na hiki ndicho kimeanza kuibua migogoro sehemu nyingi duniani. Tukija kuambiwa level ya maendeleo ni kubwa zaidi, tukija kuangalia miradi ya maendeleo ni kubwa zaidi, na kwa njia rahisi ambayo inaonekana ni serikali kuongeza matumizi katika miradi yake, ambapo sasa tumeona ujenzi ya mabarabara tunazita zile mega project, ujenzi wa mabandari, ujenzi wa nini, kwa maana kwamba wale watu wa eneo husika waingie katika ile miradi na waweze kufanya kazi. Sasa katika mazingira kama hayo tunaona kwamba hii miradi sawa, mega project inaendelea na hizi tunazidi kukopeshana sawa, hatujabisha mpaka hapo. Je, inatosha kuhakikishia soko la ajira? Nakuta ni hapana. Hii miradi inapokuwa imeisha ni seasonal tu. Tatizo bado liko pale pale, na hii baadhi ya maeneo imeanza kuleta maandamano hatua moja mpaka nyingine. Ukija ukiangalia maandamano mengi tuliokuja kuona Bangladesh na huko kwingine pale na kwingine kote ulikotokea, kigezo kikubwa ni uchumi na ukosefu wa huduma. Wananchi pamoja na kwamba tunakishiwa huduma zote ni bure, afya bure, nini bure, lakini unakuta kwamba yule mwananchi bado hajalizika, kwa maana ya kwamba yeye mwenyewe hayupo katika mfumo wa uchumi ambao unaweza kusababisha akasurvive katika kile anachokuwa anahitaji. Kwa hiyo kile tulichokuwa tunakisema hapa ni kwamba kama mwananchi hajaweza kuhakikishiwa uchumi wake katika uwezo wa purchasing power, kwa sababu tunachokikosa sasa hivi ni purchasing power, uwezo wa kununua. Labda sasa hivi na hamu hata na soda, inabidi sasa nitumie akili nyingi wakati inakuwa sio kweli. Sasa hii purchasing power ndio watu wanaohitaji, kwamba uwe una uwezo wa kupata huduma kwa kununua wenyewe. Ndio tunapokuja kwa kitu kirahisi ni kuingia katika soko la ajira. Soko la ajira limedhibitiwa. Kwa hiyo tunarudi pale pale. Hii migogoro inayoendelea tulishaiona katika ladism, tulishaiona katika chatism. Kwa maana kwamba msingi wa matatizo tuliokuwa nayo
Sio serikali. Msingi wa matatizo tuliokuwa nao ni technology. Technology iko katika fourth industrial revolution, ambapo katika teknolojia ya kwanza ilikuwa ni mechanical, nusu binadamu nusu mtu, yani ilikuwa ni machuma matupu kwanza. Ukija ile hatua ya pili, ambapo tunaita kwamba ilikuwa inamhitaji mtu na mashine. Kwa hiyo hata mashine yenyewe ilikuwa ni soft zaidi, utumii nguvu nyingi sana. Lakini kwa sasa hivi tunaona kwamba hizi mashine sasa zimemtupilia mbali binadamu mwenyewe, hahitajiki tena.